Haya, asanteni sana. Langu jina ni mjukuu wa bunduki, kijana wa Uhuru Kenyatta, mtetezi wa nyonge. Nataka niwaambie kitu kimoja ambao wengi hawajui. Ndugu zangu, angalia maisha yako kama Mkenya. Wacha kukimbizana pesa ya Raila Odinga, wacha kukimbizana na pesa ya Kalonzo Musyoka, wacha kukimbizana na speed ya Uhuru Kenyatta. Hao ni watu watatu tofauti katika hii dunia. Na hii nataka kuambia watu ambao najua sasa wameweka Gachagua ni Mungu wao wa Kikuyu. Gachagua ni ile fisi amevaa ngozi ya kondoo sasa. Ile siku atatupa ngozi ya kondoo, ataanza kuwararua. Tuliona Gachagua 2022, 2021. Kama Gachagua anaweza manage kutukana Uhuru Kenyatta na mamake kwa podium, wakati Uhuru Kenyatta anaenda power kwao. Who are you? Nataka niwaambie kitu kimoja. Kama unaamini kwamba Gachagua ndiye anaweza toa Ruto, unaamini. Wewe hauna akili, akili yako Gachagua ndiye amebeba kwa mkono yako. Fuata Gachagua. Wewe hauna akili na kura yako pia Gachagua ndiye fuata Gachagua. Correct. Na kama unaamini ya kwamba wewe uko na hauna akili, William Ruto hawezi toka, fuata Ruto. Yenda kuambia nipigia kura. Nataka kusema hivi, tafadhali. Nataka kusema hivi. Ya kwamba jambo la kupiga kura ya taifa la Kenya, sisi kama wananchi lazima tuanze kujifunza. Kwa nini unarauka asubuhi, unapanga foleni hadi saa 12? Kwa sababu gani unapanga foleni? Na kama siasa ya kuambiwa ya kwamba mimi mjukuu sina akili, lazima niambiwe ati Gachagua ndiye akona akili yangu, ndiye anaweza kuniambia piga hapa niondoe Ruto. Inamaanisha mimi mjukuu mimi nimejenga zaidi. Kabisa. Mimi ni ng'ombe. Kama Gachagua anaweza kunielekeza, bwana tafadhali. Nani? Umeelewa bwana. Kombe yako usilete sisi hapa. Watu wanachukua bwana. Au kunyonyaza mtu mmoja ukijikita mtu ungetupiga tuende kunywa na wewe. Unaenda peke yako. Hatukuona simu yako. Usikuje kusumbua sisi hapa. Hata mimi omba mzuri umeelewa mtu mkubwa. Mimi nataka kusema hivi. So long as mimi kama kijana niko na miaka 36 kuenda mbele, kuanzia 28, baada kile yako ni mbofu, unaniambia Raila kama hajasema enda maandamano atuwe wewe enda. Inamaanisha mimi ni ng'ombe. Mimi ni ng'ombe kabisa. Kwa sababu babangu aliuza ng'ombe akasomesha ng'ombe nyingine. Afadhali angebakisha hiyo ng'ombe alime naye. Ndugu yangu, shida la tatizo la Mkenya ni elimu, afya, ajira, vitu matatu. Ndio yanasumbua Mkenya. Hakuna vitu vingi vinatusumbua. Kama unaweza manage upate ajira, ukuwe na elimu, then afya zetu tukienda kwenye zahanati ya serikali kuna dawa, madaktari wapo, waguzi wako na zile mashini ya kukagua magonjwa zipo. Hakuna kitu kingine tunataka. Hata wakiiba, I don't care. Uchumi. Sina haja. Lakini wakati wanabeba pesa na gunia, then mimi naambiwa ya kwamba pesa inalala Homa Bay ya mama yangu. Hiyo pesa inalala Homa Bay. Na wakati huo ukienda kuko watu wanateseka. Sorry. Ndugu zangu wa Kenya, mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Nataka nikwambie kitu moja. Nataka nikwambie kitu moja Mkenya. Ya kwamba ni juhudi wako kama Mkenya kuangalia ni maisha ipi unataka kuishi kama Mkenya. Hiyo ndio amue. Lakini wakati wewe mwenyewe hauna akili zako, unalekezwa na mtu fulani mwanasiasa ambaye ni bwenyenye, anakuambia kwamba unajua mimi ndio naweza toa William Ruto. My friend, Gachagua kuna kura moja, nami niko na kura moja, lakini shida yangu na shida ule Mkenya mwingine, tukishikana pamoja tutaondoa nani? Mheshimiwa William Ruto na serikali yake mbovu. Lakini jambo la fedhea
Nataka niambie kitu kimoja. Mimi nilileta mada ya gender. Rais mwanamke, naibu yake mwanamume. Rais mwanamume, naibu yake mwanamke. Ndugu zangu, nataka nikuambie kitu kimoja. Tuliletewa katiba ya 2010 ambayo ilipea wanasiasa nafasi ya kuleta girlfriend zao katika uongozi wa taifa la Kenya. Na hiyo ndio iko. Ya kwamba wa women rep, 47 women rep ambao wamechaguliwa hapa Kenya. Mimi naweza sababu ya kwamba Nairobi hatuna women rep. But ni girlfriend ya chap. Tafadhali. Tafadhali. Ukiendelea hizi kaunti zingine, uwezi kuniambia kwamba zaidi ya milioni 8 pesa ambayo inapeana women rep. Women rep haonekani kazi ambayo anafanya. Tafadhali bwana. Najua mali mengi. Wewe pia msabu kidogo bwana. Wanapiga jamaa kwa. Mlipa sawa. Ndugu zangu, pesa ambayo inapeana women rep. Niko Nairobi Capital City. Women rep anabudu mwenye chama kisha anabudu chama. Utapata akiningua kiuno kwenye vilabu. Lakini wamama ambao wako ghetto hajui wako wapi. My friend, uchaguzi wa mwaka 2027 ni wewe mwananchi uangalie nani ambaye anaweza kukuokoa. Na usichague mtu kwa sababu ameletwa aidha mwanaume aidha mwanamke. Chagua mtu ambaye ana network. Mimi nashukuru sometimes Oscar Sudi. Watu wanasema Oscar Sudi tafadhali songa mambo ya kuongea. Wale ambao wanasema kwamba Oscar Sudi mjinga. Oscar Sudi anasema kwamba chagua mtu ako na network. Chagua mtu ako na network. Mtu anaweza kuwa na degree kumbe unachagua punda. Hiyo degree tu hana network yoyote. Hana network. Hawezi kukusaidia. Ako na degree mingi lakini umaskini ndiye anakufanyisha. Chagua mtu ambaye ana network. Network inamaanisha kwamba hela ya serikali ikichelewa, huyu mtu anaweza tafuta wazungu, watu fulani alete, wape maendeleo. Huyu ndio network tunazungumzia. Uwezi linganisha women rep wa Nairobi, Capital City, na women rep wa Mombasa Mama Samsung ni usiku na mchana. Yule mama anafaa kukuwa gavana. Na sababu zangu, kama mama anaweza manage Mama County zaidi ya pikipiki 60 kila mwaka na zaidi ya milioni na mamilioni kwa pesa ya wanawake ya biashara, si hapo tuko na mwanamke ambaye utampata kwa vilabu anajipodoa changodoa kweli kweli. Lakini wanawake zetu Korokocho, Mathare, Kibira, Mkuru kwa Jenga, Soweto, kwa Ruben, watu wameparara kama burkenge. Lakini mwanamke anaparara, yeye anazidi kunenepa, anazidi kujirembesha kama mwanamke ambaye anafanya kazi ya changodoa. Then tunaambiwa hapa ati wao anafanya kazi. My friend, kama tungekuwa na women rep kama Mama Samsung kule Mombasa, kazi ambayo anafanya, my friend, Kenya tungekuwa mbali sana. Lakini 46 women rep ambao wamebaki, wao ni boyfriend ya chama, akiabudu mwenye chama, akishabudu mwenye chama, yeye ako sawa. Yeye hana kitu ambacho kufanya. Uchaguzi wa 2027 hapa tu endeni hapo Githunguri. Mama ambaye amechaguliwa sasa mwaka 2 na nusu. Muthoni wa Mushomba. Si kipindi, si hadithi, sio kike. Ni mama ambaye ukienda Githunguri constituency alikuwa mtangazaji kwa radio hapo akatoka. Akaja kama women rep 2017. 2022 akachaguliwa kama mbunge Githunguri. My friend, uwezi linganisha na William Ruto. Uwezi linganisha Muthoni wa Mushomba na William Ruto. Uwezi. No siku na mchana. Muthoni wa Mushomba ni mama ambaye anajua kwa nini alichaguliwa kama mama. Hakuchaguliwa kama girlfriend wa UDA. Alichaguliwa kama punda na mfanyakazi wa Githunguri constituency, na hiyo ndio anafanya. Anabeba mzigo ya watu wa Githunguri, anafanya kazi ya watu wa Githunguri. Hakuchaguliwa kama girlfriend wa UDA. Ndio maana hata financial bill kileta anapinga. Kwa sababu anajua sababu kwa nini alipewa cheo kama mwakilishi ya maeneo bunge ya Githunguri constituency. Ndio maana nasema kwamba wakati imefika tuanze kupiga viongozi mzaza. Kama wewe haufai, tunakuambia ufai na padilida wako.
Kama wewe ndio mtamu, enda kuwe mtamu kwa bedroom yake, lakini sio kwa public office. Hatuna ruhusa. Public office imekuwa ni maneno ambayo girlfriend yangu kama ni tamu ninamleta, anakuwa hapo. Akishakewa hakuna maendeleo anafanya. Bora tu aweke ile idadi ya namba tosha, lakini jukumu lake kama mwakilishi ama mbunge kike haipo. Ndio maana nasema 2027 tuchague Muthoni wa Muchomba kama naibu rais wa Jamhuri wa Kenya, kwa sababu akona uwezo ya kuwakilisha ofisi ya naibu rais, si kwa sababu yeye ni mrembo. Akona uwezo ya kuwakilisha ofisi ya naibu rais majaliwa 2027 kama Mungu atatujaliwa. Asante sana, Mungu abariki.